Mbinu za kuteka akili ya mkeo au mchumba wako. Binadamu wamejifunza mbinu mbalimbali za kuwanasa wanyama, ndege na samaki, jambo ambalo huwasaidia wanadamu kuwapata viumbe hao bila usumbufu mwingi. Lakini mtego wa fisi sio wa kumtega simba, na mtego wa simba hauwezi kumnasa kobe. Aina ya mtego huendana na aina ya mnyama tunayemtafuta. Falsafa hii haijakaa mbali na ile falsafa ya kutafuta maneno yanayompasa mwanaume kutumia ili kuteka akili ya mke au mchumba wake. Mjukuu wangu, leo nimekusogezea mbinu 3 za kuteka akili za mke au mchumba wako wakati ambao hasa haupo karibu naye au upo nje ya nyumba yako. Hakika mbinu hizi ukizitumia ipasavyo utakuwa bingwa kwenye ndoa yako. Lakini kabla hatujasogea mbele zaidi, unaweza kusubscribe ikiwa hii ndiyo mara yako ya kwanza kututazama, au ikiwa labda haujawahi kufanya hivyo. Ukumbuke YouTube inasubiri kuona pia like yako, na usisahau kucomment. Tuandikie chochote nasi tutakujibu. Hizi hapa ndizo mbinu 3 unazopaswa kuzitumia ili kuiteka akili ya mkeo au mchumba wako katika maisha yako yote. Mbinu ya kwanza, mfiche baadhi ya mambo. Asili ya mwanadamu ni kutaka kujua kila kitu, hasa wanawake. Hii ndiyo tabia yao. Hivyo mwanaume, jitahidi kutokuweka mambo yako yote wazi, maana ukifanya hivyo utampa mkeo au mchumba wako hamu kubwa ya kutaka kujua hayo mambo uliyoyaficha ni mambo gani. Kumficha mwenzi wako baadhi ya mambo yako sio kumkomoa, na sio kwamba hapaswi kuyajua, sio kwamba akiyajua yataleta shida. Hapana. Lengo la kumficha kipenzi mambo hayo ni kumwachia nafasi ya kufuatilia na kuchunguza hayo mambo asiyoyajua kuhusu wewe. Mjukuu wangu, ili upate kunielewa vizuri, ongozana nami ni kufundisha kupitia huu mfano hapa. Ukifika nyumbani kwako, alafu mkeo akikuuliza, mume wangu, mbona leo umechelewa kurudi kazini? Ulikuwa wapi? Mjukuu wangu, wewe kama mume unapaswa kujibu hivi: mke wangu, malkia wangu, leo baada ya kumwona yule jamaa ilinibidi kwenda kwake baadaye. Kuna jambo liliingilia kati, hata sitaki kuyazungumzia yote. Naomba nipumzike kwanza. Mjukuu wangu, hapa naomba unisikilize kwa makini. Hapa sijasema usimwambie mkeo au mchumba wako yote yaliyojiri, bali nimesema tafuta sana kumfanya aendelee kuwa na shauku au kuendelea kuwa na hamu ya kujua kilijiri namna gani. Kisaikolojia, hii ndiyo mbinu unayopaswa kuitumia upate kuiteka akili yake. Kupitia huo mfano niliokutolea hapo kabla, kwamba ukitoka kazini alafu ukadiriki kufafanua kila kitu, basi ujue mkeo au mchumba wako hatakuwa na bidii na hataendelea kutafakari maneno yako. Aidha, hawezi kukuuliza swali lolote kabisa. Siyo tu hayo, ikiwa kila baada ya siku, wiki au mwezi huwa unafanya jambo la kumfurahisha kipenzi chako, ujue ukiachana na hilo zoezi atakuuliza maswali yasiyopungua 100 juu ya jambo hilo. Hapo sijui pia kama umenipata. Utanipata tu. Endelea kujifunza. Mbinu ya pili, mfanyie vitu ambavyo hawezi kuvisahau kwa haraka. Mjukuu wangu, tega sikio lako kwa makini, maana hili ndilo jambo mfano wa lulu hadimu kwenye familia yako. Mwanaume, wewe ambaye ni kichwa cha familia, lazima ujifunze kumfanyia mkeo mambo ambayo yatabaki akilini mwake. Ukimfanyia mwanamke mambo haya, hawezi kukusahau. Ukimfanyia mabaya akaumia, au ukimfanyia mazuri akafurahi. Hivyo jitahidi kukaa kwenye akili ya mkeo kwa kumtendea mema, kwa kumfanyia mazuri. Hili litamfanya mkeo ajione mwenye bahati kubwa kuwa na wewe. Hapo hawezi kukusahau kabisa mpaka kifo. Fikiria, alikuwepo baba mmoja na mke wake. Siku moja baba huyo akasafiri, ila alizoea kumletea mkewe zawadi, kumfanyia surprise, kumfanyia utani na hata kuugusa moyo wake kwa vichekesho na maneno matamu. Alipokuwa safarini nyuma yake, baada ya siku za kutosha, mke wake akiwa kitandani, mara alikuwa akiyarudia yale maneno ya mume wake. Mama huyu, mume wake, aliishi karibu yake licha ya kwamba alikuwa mbali na yeye. Mjukuu wangu, hili ndilo jambo ambalo Mungu amelifanya kwa wanadamu. Wanadamu hawajawahi kumwona Mungu, lakini wanampenda sana.
Mungu anakaa mbali na wanadamu, lakini wanadamu wanampenda sana kwa sababu Mungu huwafanyia mema, huwapa pumzi, afya na mambo mengine mengi mazuri bure. Mungu ni mwema kwetu, ndiyo maana daima amekaa akilini mwetu, hata kama hatumuoni na hata kama yuko mbali nasi. Usihangaike tena, usiwe sungusungu wala bodyguard wa kumlinda mke wako asitoke nje. Wanawake wanatoka nje ukishindwa kukaa akilini mwao. Pengine unajiuliza, je, hivi kumfanyia mwanamke mema kunaweza kumfanya asichukuliwe na mwanaume mwingine? Ndiyo, jibu ni ndiyo. Kwa sababu mwanamke usipomfanyia wema anaweza kuchepuka, hasa ukiwa umesafiri. Kwa kuwa hivi viumbe usipokaa akilini mwao vitakusahau haraka. Saikolojia inasema mwanamke anasahau kama mume wake anampenda baada ya dakika 3. Unaona? Hivyo namna pekee ya kuishi na mwanamke wako kwa akili ni kukaa akilini mwake kwa kumtendea mema. Nimemaliza mbinu ya pili. Leo nitakuonyesha mbinu 3 tu. Nayo mbinu ya mwisho ndiyo hii. Chagua maneno yenye nguvu. Ukikumbuka vizuri, hapa kwenye jukwaa hili, kwenye hii channel, niliwahi kuelezea kwa undani zaidi maneno ambayo hupaswi kuongea unapokuwa na hasira, maana waweza kutoa neno moja tu ambalo linaweza kugharimu maisha yako yote. Vile unapokuwa unaongea na mke wako au mchumba wako, epuka sana kuongea maneno ya uongo. Wanawake ni rahisi kumtoa akilini kwa haraka mwanaume mwongo. Usiyasikilize maneno ya vijana wa mjini wanaosema mwanamke anapenda kudanganywa. Sio kweli. Hao vijana wanataka kukuharibia, wanataka kukuchukulia tunda lako. Kuwa makini. Mchumba akiomba umpeleke saluni, usimdanganye. Mwambie, ni majukumu yangu kukufanya upendeze. Kwa sasa sina hela, zikipatikana mapema sina haja ya kufikiria mara mbili. Wewe ni wangu, siwezi kukudanganya na kupenda malkia wangu. Wanawake wanapenda hayo maneno ya kweli, hawapendi maneno ya uongo. Kama bado umepanga, mwambie nimepanga, gari sina, kwa sababu siku akigundua unamdanganya hata kwenye mambo madogo, akili zake huanza kumuhubiria taratibu. Huyu mwanaume hakupendi, huyu atakuacha muda wowote, ameshapata mwingine, anashindwa kukuambia. Hiyo ndiyo saikolojia ya mwanamke. Hivyo mwanaume kumdanganya mwanamke wako ni kujipaka matope. Chagua maneno yenye nguvu, kisha mwambie mwanamke wako uendelee kufurahia ndoa yako. Mtamkie mchumba wako maneno ya kuutuliza moyo wake na hata maneno ya kuzigusa hisia zake. Kwa kweli, ukifanya hivyo, hawezi kukuacha kabisa. Atakufuata kama kivuli. Hata akifumba macho, atakuona wewe tu. Uwe mwanaume mwenye maneno yenye nguvu. Ndiyo, neno lina nguvu ya kujenga na kubomoa. Hivyo jitahidi zaidi kubalance maneno yako yote utakayokuwa ukiyatamka mbele ya mke wako. Mara nyingi wanawake wanapenda maneno matamu, yenye ladha na harufu safi. Ukumbuke, kila neno utakalotamka kwa mke wako ni pando, na kila pando lazima livunwe. Mkeo hawezi kupata mfano wako hapa chini ya jua, ukiwa na uwezo wa kumdondoshea moyoni mwake maneno yaliyojaa asali kwa kiwango anachohitaji. Kila utakapotofautiana na mke wako, jitahidi usidondoshe mapooza kutoka kinywani mwako. Usije ukaibua jina jipya kichwani mwake, akaanza kukuita Bwana Mapooza, jina ambalo hata wewe mwenyewe hutolijua mapema, maana atakuita mume wangu, lakini akilini atakufahamu kama Bwana Mapooza. Hivyo uwe makini na maneno yako. Mwambie mkeo au mchumba wako maneno ya kuvutia. Vuta hisia zake kwako. Kaa moyoni mwake kwa kumwambia, sijawahi kuona mwanamke kama wewe. Wote niliowahi kuwachumbia, hakuna aliyenata kwenye ukuta wa moyo wangu kama wewe. Hivi ukifa leo, mwingine kama wewe nitamtoa wapi? Natamani kufa kabla yako, nisije kukosa raha baada ya wewe kufa. Mjukuu wangu, maneno haya usiyatamke kwa unafiki, bali yawe maneno ya thamani kutoka moyoni mwako. Hakikisha kwenye mahusiano yako ya kimapenzi, kwenye uchumba au kwenye ndoa, ndio yako iwe ndio na hapana yako iwe hapana. Ukiyatamka maneno matamu yenye nguvu kwa sauti ya mahaba kwa mpenzi wako, hakika utaenda kazini na ukisafiri atakukumbuka tu, atakumisi sana, atakuweka akilini mwake daima. Binti mmoja baada ya kushibishwa maneno yenye kutoa umande wa mapenzi, alijikuta ndoto zake zote za usiku akitamka hayo maneno bila kujizuia wala kujitambua.
Mjukuu wangu, dumu kwenye kupalilia shamba lako. Hilo ndilo shamba lako, wala si la mtu mwingine. Hii ndiyo tunaita kiboko ya mapenzi. Tukutane tukikutana kwa majaliwa ya Mola.